Na mtazamaji wa Wasafi Media, hii ni exclusive interview ambayo inakuletea kutokea Manispaa ya Bukoba, mkoa wa Kagera. Nami naitwa Alawi Kaboyo. Interview hii inahusiana na dada mmoja mpambanaji ambaye kwa muonekano wake anaonekana ni wa tofauti na wadada wengine, lakini yeye mengi zaidi anakuja kutueleza ni namna gani hali yake anayoonekana nayo, anavyoishi nayo, lakini pia kama kuna changamoto pia yeye anakuja kutueleza. Ambatana nami tukamsikilize. Mambo vipi? Safi. Heri ya mwaka mpya. Na kwako pia. Pengine ambaye hakufahamu angependa kujua tunazungumza na nani, ni mkazi wa wapi, lakini pia unajishughulisha na nini, na baada ya hapo tutaongea mengine. Kwa majina naitwa Elisi Mkerebe. Ni mzaliwa wa Mleba. Makazi yangu yapo Mleba. Najishughulisha na ujasiriamali. Anaitwa dada Elsie, mkazi wa Mleba, mkoa wa Kagera, ni mjasiriamali. Pengine kupitia ujasiriamali wako, ni ujasiriamali gani au ni ujasiriamali wa aina gani unaofanya wewe? Ujasiriamali ninaofanya ni wa kuuza nguo za kina mama na watoto. Ndio biashara yangu. Lengo leo la kutaka kuzungumza na wewe ni juu ya muonekano wako. Unavyoonekana, pengine wewe huu muonekano wewe unauchukuliaje na ulipokeaje, lakini pia ni changamoto zipi unazozipitia katika maisha yako kutokana na muonekano wako ulionao? Huu muonekano kwa kweli niliukubali kwa sababu ni kitu ambacho nilipewa na Mwenyezi Mungu. Sio kwamba nilikitafuta au nilifanyaje. Nilipewa na Mwenyezi Mungu, kwa hiyo nikakubaliana na hiyo hali. Lakini mbali na hapo, changamoto ni nyingi ambazo nakutana nazo. Watu wengine wanahisi kwamba mimi nina jinsia mbili, lakini sio. Mimi ni mwanamke. Nimebahatika kupata mtoto mmoja wa kike. Kwa hiyo niko sawa kabisa. Changamoto gani ya ukiachana na hiyo ya kusema una jinsia mbili, nyingine ni zipi ambazo zinakusumbua sasa mtaani na pengine na kufanya hata ushindwe kufanya kazi zako za kila siku kama mama? Changamoto ni kwamba watu walio wengi wananishangaa. Yaani wanakushangaa, yaani wanahisi kwamba wewe ni wa tofauti, wakati mimi ni mwanamke kama wanawake wengine. Hizo ndo changamoto wa sasa. Na nyingine changamoto kama wanaume wanakuogopa wengine, wanahisi unaweza ukawa tofauti, lakini mimi niko sawa. Bana, wanaume ambao mnamuogopa kuhisi kwamba yeye ni mwanaume mwenzenu, huyu ni dada na yupo sawa. Vipi upo kwenye mahusiano au upo na mwanaume au umeolewa? Kwa sasa niko single. Umetuambia una mtoto wa kike. Pengine mtoto wako na yeye ana hali kama ulionayo wewe? Hapana, bado ni mdogo. Bado ni mdogo. Ndo amefikisha miaka 14, yupo form 2. Hiyo hali ni ya kurithi nyumbani, kwenye familia kuna mtu ambaye yupo kama wewe pia, ama hiyo hali ni imetokea tu kwako peke yako? Kwenye familia nahisi ni ya kurithi kwa sababu hata shangazi zangu nao wana ndevu lakini ni chache. Pia kuna mdogo wangu na mwenyewe ana ndevu japo ni chache. Kwa hiyo nahisi ni ya kurithi kifamilia. Pengine ni kitu gani kilichukulia wewe ndevu zako zikawa nyingi? Sijui kwa sababu mwanzoni nilikuwa nazinyoa sana, ndio maana ziliongezeka. Sijui. Muonekano wako tumesema kwenye jamii pengine unakupa changamoto kama hizo. Familia yenyewe inakuchukuliaje? Lakini umetuambia una mtoto, pengine baba mtoto huyo mpo wote, ndio huyo ambao upo naye ama mliachana, na sababu ya kuachana pengine ni nini? Baba wa mwanangu tulitengana. Sababu ambayo ilifanya tutengane sio hiyo ya ndevu. Ni changamoto tu nyingine. Kitu gani ambacho ungependa kuwaambia Watanzania pengine kutokana na muonekano wako ulionao? Watanzania mimi naomba wanielewe, wanikubali kama wanawake wengine. Ila ninachoomba
Kama naweza kupata mtu wa kunisupport, kuniwezesha ili biashara yangu ikawa kubwa, naomba msaada. Biashara zako ambazo unatamani kufanya biashara za aina gani, na pengine ni wapi ambapo ungependa kufanyia biashara zako? Biashara ambayo natamani kufanya ni biashara ya kuuza vitambaa vya kina mama. Ndio biashara ninayopenda kufanya. Hiyo biashara napenda nifanyie huku nyumbani Mleba. Na pengine ambaye angependa kukusaidia, angekusaidia kupitia mawasiliano yapi au katika njia gani? Mawasiliano yangu ya simu ni 0753912351. Namba yangu ya Voda, namba yangu nyingine ya Tigo 0656460333. Zimesajiliwa majina. Vipi sasa hizi ndevu zako kwa sasa hivi zinavyoonekana, unaendaga saluni kunyoa, unatinda, yaani ni maisha gani ambazo umeamua kuishi nayo ili kuzifanya ziwe na afya, kwa sababu zinaonekana vizuri na kuna wanaume ambao wanatafuta kuwa na ndevu kama za kwako lakini inashindikana kutokana na treatment? Naendaga saluni na zitinda na kuna mafuta fulani napaka, kwa hiyo ndo maana ziko hivyo. Kwa hiyo uliamua tu kuziachia ziote zichanue vizuri kuliko kuzinyoa kabisa? Niliamua kuziacha. Kwa sababu kipindi cha nyuma nilikuwa nazinyoa, ila sasa hivi nimeamua niziache kabisa, nione zitafikia wapi. Kuna wadada wenzio au kina mama wenzako na ambao pia na wao wana ndevu, lakini wanajitahidi na wenyewe kuficha hali hiyo walionayo. Kupitia wewe sasa unatamani wajifunze nini kutoka kwako, au unawaambia nini? Wakina mama wenye ndevu kama mimi nawaambia wajikubali. Wakubali muonekano walionao, basi waweze kuongezeka. Wanaume wanakuogopa. Hilo jambo uligunduaje kwamba wanaume wanakuogopa kuja kukutongoza au kuomba mahusiano? Ili kuaje mpaka ukajua kwamba wanaume wanakuogopa? Si wanaenda wanasema huko, kwa hiyo taarifa zinanifikia kwamba wananiogopa. Kwamba huyu anaweza akawa na jinsia mbili au ukakuta ni mwanaume lakini anajibadilisha muonekano wa kike. Kwa hiyo ndio hiyo changamoto. Kuna ambaye aliwahi kuja kukufuata na kukuuliza hiyo hali? Wengi tu wanakuja kukuuliza, au wengine wanawauliza marafiki zangu kwamba huyu mwenzenu si ana jinsia mbili kweli? Nawaambia hapana, huyu ni mwanamke kabisa. Na wengine wameanza kuamini walivyoanza kumuona mwanangu, kwa sababu kipindi cha nyuma nilikuwa siishi naye, alikuwa kwa baba yake. Kwa hiyo walivyoanza kumuona mwanangu ndo wamekubali kwamba mimi ni mwanamke. Pengine kipindi una ujauzito hawakukuona? Hapana, walio wengi hawakuniona kwa sababu nilikuwa kijijini. Nitoke kwa mume wangu sijawahi kupata mwanaume mwingine wa kunichumbia. Labda wa kuanzisha mahusiano baadaye yakaisha. Na sasa hivi uko kwenye mahusiano ya kimapenzi au uko mwenyewe kama wewe? Nahisi nipo mwenyewe kwa sababu wanaume wa sasa hivi hata hawaeleweki, hata ukiwa naye kwenye mahusiano huwezi ukajua kwamba mtaendelea au ndo hivyo. Yaani mnakuwa kwenye mahusiano ambayo mjui yanahusiana na nini? Kwa hiyo ulionayo hujui yanahusiana na nini mahusiano? Sasa hivi itokee mwanaume wakuja kukuoa, yupo serious, wewe upo tayari kuolewa? Mimi niko tayari, lakini hao wamejipanga kabisa. Yaani ajipange kwenye nini na nini? Yaani aje yuko serious kabisa. Kuoa? Kunioa ndio. Uliwahi kwenda gym? Sijawahi. Uliwahi kupigana? Sijawahi. Mtazamaji wa Wasafi Media, huyu anaitwa dada Elsie. Kama unavyomtazama ni mwanamke na ni mdada ambaye anapambana kutafuta maisha, ni mjasiriamali, lakini muonekano wake unampelekea yeye kupitia changamoto za kuogopwa na wanaume, lakini pia na jamii nyingine kuelekea hadi kutaka kumtenga kutokana na wakihisi ana jinsia mbili kwa maana ya kiume na ya kike. Swala ambalo sio sahihi na swala ambalo yeye Amerikana kabisa na kutueleza kwamba yeye pia ni mama, ana mtoto na mtoto wake ana umri wa miaka 10 na zaidi, na sasa hivi yupo kidato cha pili. Hivyo wanajamii, wananchi na Watanzania mnamuona sasa ni dada huyu, lakini pia amewaomba msaidie.
ameomba mpige tafu kwa kutokana na biashara zake anazozifanya, na kupitia changamoto yake hii ya ndevu na muonekano kama mwanaume anashindwa kufanya biashara zake vizuri kwa uhuru kutokana na hali hii anayoonekana nayo, ambayo pia Mwenyezi Mungu amemuumba nayo na yeye ameamua kuikubali na kuiona kwamba ni sehemu yake ya maisha, kwa sababu muonekano huu hakutafuta yeye mwenyewe, anasema aliumbwa na Mungu na yeye ameamua kuukubali. Ukiwa kukutana na Mheshimiwa Rais Samia, pengine ungependa kumwambia nini? Yaani hivi tu uso kwa macho kukutana naye Rais Samia, tamwambia nisaidie tu, aniwezeshe nifanye biashara nzuri ya kina mama. Hii ni exclusive interview kutoka Wasafi Media. Nilikuwa nikizungumza na dada Elsie kutoka wilaya ya Muleba, mkoa wa Kagera, akitueleza ni namna gani anapitia changamoto kuhusiana na muonekano wake wa kimaumbile, kwa maana ya muonekano wa kuwa na ndevu nyingi kama wanaume, namna gani unavyompa changamoto na kupelekea baadhi ya watu kumwogopa, lakini pia wanaume pia kumwogopa, lakini pia changamoto zake za kutafuta za ujasiriamali, anavyoshindwa kufanya baadhi ya biashara zake kutokana na muonekano wake, watu wengi wakiwa wanamwogopa. Jambo moja ambalo amemuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, akimuona au akikutana naye basi aweze kumsaidia, na yeye anapenda sana kufanya biashara, hususan ni nguo za kina mama, vitambaa na vitu kama hivyo. Hivyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nipo na mama huyu dada Elsie, kama ukimuona, ukimsikia na bahati nzuri ametaja mawasiliano yake, basi unaweza ukamsaidia akaweza kufanya biashara zake. Lakini pia Watanzania wengine ambao mmemuona na kumuelewa, mnaweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini wanaume wale ambao mngependa kumuoa pia, amesema yupo kwenye mahusiano ambayo ajui yanahusiana na nini, na anaweza ukachukua nafasi ukamfanya kuwa mke wako na kuwa mama wa watoto wako, kwa sababu amejitanabaisha kweli kwamba yeye ni mwanamke, licha kwamba anaonekana kama mwanaume, lakini ni mwanamke ambaye amekamilika na tayari anaye mtoto ambaye sasa hivi anamlea na yupo kidato cha pili. Hii ni Wasafi Media na mimi naitwa Alawi Kaboyo kutoka huku Bukoba, Kagera. Nyuma ya kamera anaitwa Jacques Joachim Geronimo. Asante na karibu tena.